Na mtazamaji, hata kabla sijaendelea kuzungumza zaidi, nataka kwanza nikuoneshe vile Rais William Samoei Ruto amepokelewa upande wa Busia siku hii ya leo, mtazamaji wangu, pamoja na viongozi wengine wa Kenya. Kwanza kabisa, kuna hii video ambayo ina trend sana katika mitandao ya kijamii ambayo inamuonesha Rais William Samoei Ruto mahali ambapo alikuwa anapita, na akiwa anapita pale, mtazamaji wangu, watu wakaanza kuzungumza na kusema one term. So mtazamaji, hiyo inaonesha hali vile hiko kwa ground sasa hivi tunapozungumza, mtazamaji wangu. Inaonesha kwamba wazi kwamba mtazamaji wangu, William Samoei Ruto sasa ana kibarua kigumu sana, kwa sababu ukiona president anapita mahali ambapo watu wako na wanaanza kumwambia one term, ama wanaanza kumwambia kwamba mwaka kesho anaenda nyumbani, inamaanisha kwamba sio guzuri hata kidogo kwake Rais William Samoei Ruto. Sasa nataka nikuoneshe vile William Ruto naye alipoanza kuzungumza, amezungumza, alafu tuendelee kuzungumza. Kuja na Mbale ipite hapa, iende Amukura, iende mpaka Amagoro, kilomita 40, ndio tuunganishe hii Busia. Ubaguzi ya zamani tuondoe kabisa. Busia hoye! Busia hoye! Munasema tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Sikizeni wangwana wa Busia. Ile pesa tumeweka hii Busia ya mambo ya masoko, ya affordable housing, ya kujenga hostels ya vijana wetu ni bilioni 15. Bilioni 17 to be exact. Nyinyi mnanielewa? Tunajenga soko 15 mpya hapa Busia. Nyinyi mnanielewa? Tunajenga hostels ya vijana 5,000 hapa Busia. Tunajenga manyumba 6,700 hapa Mumias. Saa hizi nikitoka hapa naenda kuanzisha ujenzi wa nyumba affordable housing hapa Nasewa, nyumba 2,000. Tumetoa pesa ya serikali shilingi bilioni 4 kujenga hizo manyumba. Busia hoye! Busia hoye! Hapa Special Economic Zone tuko na vijana wanafanya kazi. Pale County Aggregation Industrial Park tuko na vijana wanafanya kazi. Masoko yetu iko vijana wanafanya kazi. Hostels iko vijana wanafanya kazi. Housing iko vijana wanafanya kazi. Kwa sababu tulisema wakati tunapanga Kenya, lazima tupange hawa vijana na ajira jameni. Vijana hoye! Vijana hoye! Mnasema tuendelee? Mnasema tuendelee? Na ndio mimi nawaambia wa Kenya, nikisimama hapa Busia, Kenya hii tunabadilisha. Na Kenya hii tunabadilisha kwa miradi na mipango ya maendeleo. Hatutaki fitina, hatutaki ubaguzi, hatutaki chuki, hatutaki ukabila. Tunataka umoja ya Wakenya, ndio Kenya iweze kusonga mbele. Ama mnasemaje watu wa Busia? Kuna viongozi wametuzoea na ufala, wametuzoea na ukabila. Hawana mpango, hawana sera, hawana agenda. Ni matusi na fitina, ni vitimbi na sarakasi, ni ubaguzi na ukabila. Sisi tunawaambia hatuwezi kuwakubali mturudishe nyuma. Tunasonga mbele kwa umoja. Tupange maendeleo ya Kenya. Tuweke stima, tujenge barabara, tujenge masoko, watoto wetu wasome, tuweke ile inaitwa universal health coverage. Kenya isonge mbele to the first world. Ama mnasemaje ndugu zangu watu wa Busia? Mnasema tuungane ama tutengane? Busia, mimi nasema mnasema tuungane ama tutengane? Wale wanasema tuungane jameni, nione wala wanasema tuungane. Si ndio bwana? Wacha mimi niwaeleze. Hii miradi ya maendeleo mnaona Busia leo, mumewahi kuona siku ingine? Barabara nyingi inajengwa, mumewahi kuona siku ingine? County Aggregation na Special Economic Zone mumeona siku ingine? Mnasema tuendelee na kazi ama tuendelee bwana? Tuendelee na kazi. Ndio tupange ajira hawa vijana na tuweke umoja ya Wakenya.
Ndio mimi nilisema hatutaki siasa ya ubaguzi tena, hatutaki siasa ya ukabila tena. Ndio tumetengeneza serikali ya broad based. Tumelete UDA na Kenya Kwanza, tukasema tuungane na ODM, tutengeneze serikali ya kuunganisha Wakenya. Ndio tuondoe ukabila, ndio tuondoe ubaguzi, ndio tuondoe chuki. Kenya iungane iwe kitu kimoja, kwa sababu umoja ni nguvu. Busia mnasema tuungane ama tutengane jameni? Busia mnasema tuungane? Hebu nione wala wanasema tuungane. Busia tuungane. Tuendelee pamoja. Tuendelee pamoja. Mimi nataka niwaambie vio. So mtazamaji, huyo ni rais wa Jamhuri ya Kenya, Rais William Samoei Ruto, siku hii ya leo akiwa upande wa Busia. Amezungumza, hadi bado zinaendelea. Unajua mtazamaji wangu, kama kuna kitu huwa na kuambia kila siku ni kwamba William Samoei Ruto mahali ambapo imefikia sasa, tuko mwaka wa 2026, bado mwaka mmoja tu na bado promises zinazidi kuongezeka. Sasa hivi kitu ambacho William Ruto angekuwa anafanya sasa hivi, tungekuwa tunaambiwa kwamba niliwaahidi nitafanya hivi na hivi na hivi na nimefanya. Niliwaahidi barabara fulani nitaitengeneza na nimeianzisha, iko almost kuisha. Niliwaahidi kwamba hii soko fulani nitajenga na niko almost kumaliza. Niliwaahidi shule fulani nitajenga na niko almost kumaliza. Niliwaahidi nitafanya hii na nimemaliza. Sasa hiyo ndio mambo ambayo tungekuwa tunasikia kutoka kwa President William Ruto, kwa sababu tayari miaka 4 iko almost kuisha akiwa kwa ofisi. Kwa hivyo anafaa kuwa anatuambia ile mambo ambayo amefanya kufikia sasa, lakini sio kusema kwamba nita sasa imepitwa na wakati, kwa sababu almost tunaelekea mwezi wa 4 ama tunamalizia mwezi wa 4. Mwaka kesho ni uchaguzi, na obvious tunajua kwamba mtazamaji wangu, wakati wa uchaguzi hakuna vile kiongozi watafanya kazi. Ile kitu itafanyika sana ni kwamba mtazamaji wangu, viongozi watakuwa wanatafuta vile watarudi tena kwa mara ya pili. So hakuna kuwa na mambo ya kazi itakuwa imepungua. Viongozi watakuwa wanatafuta vile wataweza kupigiwa kura tena kwa mara ya pili. So President William Samoei Ruto tunapozungumza sasa hivi afai kuwa anatueleza mambo ya nitafanya ama nilimewaahidi kwamba kuanzia next week nitafanya hii, kuanzia next month nitafanya hii, na mambo kama hayo yanafaa kuwa yaliisha kitambo sana. Sasa hivi tunafaa tu tunasikia kwamba nimefanya ama niliwaahidi nitafanya hii na tayari nilianzisha, na tunapozungumza sasa hivi iko almost kuisha, iko 90%, iko 50%, iko 20% ama hata imeanza. Lakini si kuambiwa kwamba niliwaambia nitafanya hivi na hivi na hivi na by next month, by next week, by next year nitakuwa nimemalizia hiyo. Sasa inafaa kuwa imepitwa na wakati. Lakini hiyo ni maoni yangu tu. Ningependa nisikie maoni yako chini kwenye comment section. Ili pia nakuomba kama ni mara ya kwanza kutazama, uchukue tu sekunde yako moja ama mbili ujiandikishe na familia Jitan Daily Politics kwa kuweza kusubscribe na kutana na notification bell, ili tukijia video kama hii unakuwa kwanza kabisa kuweza kuipokea. Tuko mbali na studio, lakini muda usio kwa mrefu tutakuwa tunarudi rasmi studio ili kuendelea kukupea updates zinapotokea hapa nchini Kenya. Mimi najulikana kama Jitan na hii ni Jitan Daily Politics, na kuomba kama ni mara kwanza kututazama, uchukue tu sekunde yako moja ama mbili ujiandikishe rasmi na familia Jitan Daily Politics kwa kuweza kusubscribe na kutana na notification bell, ili tukijia video kama hii unakuwa kwanza kabisa kuweza kuipokea, mtazamaji wangu.